Sehemu nyingine hii hapa amna mtu anayefanya kazi ndani. Hey guys, karibuni tena katika channel yangu ya Hapa Nilipo, na asanteni sana kwa kusubscribe, kwa kulike na kushare. Leo niko Texas. Yeah, it's a short notice. Na nataka ni compare airport ya Texas na airport ya Tennessee. Tuone ipi ni nzuri. Like mandhari yake ikoje. Unaona kama hii DFW iko vizuri sana. Sio, nataka nione ile yetu ya kule kijijini inaonekanaje. Unaona? So, yeah, nitawapa tour kidogo ya hii airport, then nitawapa tour kidogo ya ile ya kule kijijini kwetu. Alafu wenyewe mnaombeni mnipe comment, mniambie mnaonaje. Nzuri, ipi nzuri, ya Texas au ya Tennessee? So far naona ya Texas iko nzuri, so naomba tutaangalia ya Tennessee ikoje. Then nataka niongelee kuhusu ile video nilotuma ya unemployment ilivyo increase Marekani. Mnaonaje? Watu wengi wametoa views tofauti. So nataka mimi niwaambie reason ambayo mimi naona ni sababu. Reason ya kwanza ambayo inaongoza unemployment Marekani ni recession. Recession na slowing down of employment. Kazi nyingi sana, makampuni ambayo yana hawahai tena watu, na ina lay off watu. Alafu ina slow down, yani inapunguza watu kwa sababu ya cost. Unaona, ndio maana mpaka business inaelekea kufungwa. Kwa hiyo inapunguza wafanyakazi. Kupunguza wafanyakazi na kutohaya watu, hiyo ndio inaonyesha kwamba recession, yani kampuni kitu kama iko, yani kampuni zinakuwa hazihai na zinapunguza watu. Hiyo ni number 1, recession. Alafu reason ya pili, reason nyingine ya unemployment Marekani ni technology. Technology, yani imeibia watu kazi. Watu wengi wamefukuzwa kazi, computer inafanya kazi. AI inafanya kazi. ChatGPT inafanya kazi. Kwa hiyo yani computer imechukua kazi za watu nyingi sana. Robot inafanya kazi, instead ya watu kufanya kazi. So vitu kama hivyo, technology imeiba kazi za watu sana Marekani, na ndio maana unemployment increase. Nitawapa ya tatu baadaye. Sehemu kama hii airport, hapa kunatakiwa kuwa kuna mtu anatupa information, lakini kazi imechukuliwa, hamna kazi. Unaona, mtu kaondolewa, computer imewekwa hapa. Hello, how can I help you? Niambie. Si wangemwa haya mtu akae hapa tuambie, lakini hapa computer inatupa shule. Una type hapa, una type swali lako unalotaka kuuliza. Unaona? Una type swali lako unataka kuuliza, alafu computer inakujibu, inakwambia ndege yako iko wapi, inaenda saa ngapi, inaenda geti gani. Unaona? Lakini zamani kulikuwa kuna mtu anakaa hapa anatuambia anatuambia information, anatuambia tu geti gani, tukafanye nini, ndege yangu inaondoka saa ngapi. Lakini hamna mtu, computer ile pale itatuambia. Na ukitaka kuscan documents zako unaweka hapa, inakwambia pia. Unaona? Na gate gani inakwambia hapo pia. So ndio hivyo, kazi computer imechukua kazi ya mtu. Unaona? Na sehemu ya kuscan documents zako hapa. Yani hamna tena mtu kukaa pale kuscan sijui pasi yako ili kuambie unaenda gate gani. Okay, so ndio hivyo, kazi shaondoka. Sehemu nyingine hii hapa iko airport. Unaona, iko airport na ni sehemu ya kununua coffee. Unaona, hii hapa ni sehemu cha kununua coffee. Unakuja hapa, hamna mtu anayeuza, ila computer ndio inauza. Unakuja hapa, una scan kadi yako, unaona imeandikwa order here. Unaona, na hiyo hapo yuko tayari kunisavia. Unaweka kadi yako hapa, unatap hapo, unasema unataka coffee gani, alafu hapa anakutengenezea. Vikombe hivyo hapa anakutengenezea coffee, unakunywa. Mimi sio mtu wa coffee, kwa hiyo ningewaonyesha.
yani ninunue afu nenda nikaimwaga. Sinywe coffee. So coffee ndio hii hapa. Angetoka kwa mtu pale anatuuzia, lakini mtu hayupo. Wamemweka computer hii hapo, ina save 24/7 inafanya kazi. Lakini ungemuhaya mtu hapa 24/7 angekuwa anapata hela yake. Kwa hiyo ndo habari ndo hiyo. Jamani, na muziki huko nyuma sijui hata nifanya copy. Sehemu nyingine hii hapa amna mtu anayefanya kazi ndani. Amna mtu anayefanya kazi ndani. So kitu cha ukitaka kuingia kwenye hili duka hapa, una insert kadi yako, alafu una walk in, alafu unanunua kitu unachotaka, alafu unalipa. That's it. Yani kadi yako ya benki ndo ndo ticket ya kuingiza ndani. Unaona? No waiting, no cashier, just exit. Na hamna mfanyakazi wala nini. Yani ni wewe. Unaona, ingia tu, unalipa, that's it. Kadi yako ndio inakuingiza huko ndani. Kazi imeshaondoka. Computer tayari imeshachukua kazi ya watu. Watu 5 wangekuwa wanafanya kazi huko, watu au 2 au 3. Mambo ya airport hayo jamani. Kazi ndo unemployment yenyewe hiyo. Kwa nini unemployment isi rise kwa shughuli? Okay. Reason nyingine ya unemployment Marekani ni globalization and outsourcing. Globalization na outsourcing ni pale ambapo makampuni makubwa yanaenda nchi nyingine kutafuta cheap labor, wafanya kazi. Inaenda kufungua makampuni. Nasikia baridi ndio maana nimevaa na sweta. Makampuni yanaenda nchi nyingine, tena kwenye third world countries. Yanaenda kufungua makampuni huko kwa sababu ya cheap labor. Hawataki kufungua makampuni hapa kwa sababu hawataki kuwalipa watu hela nyingi. Hawataki kutumia hela nyingi kulipa wafanyakazi, wakati wanaweza kwenda Tanzania wakafungua kampuni wakawalipa watu cents. Ndio maana makampuni mengi ya nguo, hata ya simu. So unaona simu wako India, iPhone wako India, iPhone wako China. Unaona, unatafuta cheap labor. Nguo Thailand, unaona nguo zinatoka sijui Bangladesh. Nguo nyingi za Marekani ukiangalia zimetoka Bangladesh, zimetoka China, zimetoka Uruguay, zimetoka Kenya. Kuna nyingine, kuna brand ambayo iko Walmart ya Faded Glory, brand inaitwa Faded Glory ambayo iko Walmart. Jeans zake ziko Kenya, zimetoka Kenya. Unaona vitu kama hivyo. Yani wanataka waende kuchukua cheap labor ya kule. Alafu wana produce vitu vingi. Alafu sasa wana import Marekani. Ndio maana Trump alisema ataki hiyo mambo. Kama unataka kufungua kampuni, fungua hapa Marekani, uajiri wa Marekani. Tatizo la Marekani, sometimes hawataki kufanya kazi. Alafu wanataka wafanye kazi muda kidogo. Wakati ukienda nchi nyingine, ukiona uko India, watu wanavyopigishwa kazi, wanafanya masaa na wanalipwa cents. Unakuta mtu analipwa $1 wiki nzima. Wakati hapa Marekani, huwezi kumlipa mtu $1. Analipaje rent? Analipaje mahitaji? Simu, insurance, sijui nini, analipaje hivyo vitu. Kwa hiyo wanaenda nje, wanachukua cheap labor, wana produce nguo, wana produce hata vyakula. Marekani makampuni mengi yako nje. Hapa tu ziko distribution. Kwa hiyo wanaleta hapa, wanafungua magodown hapa. Ya vitu vyao vikishakuja vinatoka hapa, afu vinaanza kuexportiwa different states. Unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo yani inaua, unakuwa mnafanya kazi. Wazao hapa unakuwa hawapati kazi. Unaona kwenye vitu kama hivyo. So globalization and outsourcing, hiyo ni reason nyingine. Tutawapa reason nyingine tukifika kijijini.
Welcome to Nashville, Tennessee. Okay. In the airport, yeah, Tennessee. Oh my goodness. Airport ya Nashville, Tennessee. Ukikompare na ile ya Dallas Fort Worth. Information Center. Ndio sehemu ya kuingia kwenye nani. To all gates. Okay, to shoot it. Hii sehemu ya mbwa iko airport. Kama unataka mbwa wako akojoe, afanye nini, anakuja hapa, anacheza wakati tunasubiri ndege yako. Okay. Nashville kumejitahidi.